tajiri na maskini hukutana pamoja. Na kama uamini ninayozungumza, ndugu mpendwa, kutoka Biblia, kitabu cha Methali 22 mstari wa kwanza, kumbuka hadithi yake ama kisa chake Lazaro na yule tajiri. Ona jinsi ambavyo tajiri anaomboleza, analia, anajuta kwa makini. Analia sana, anasema kwamba hebu na ukachukue hata kidole chake akaweke ulimi mate ili aweze kupoza maumivu yake. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba unadhani kana kwamba tajiri yeye nimeona maajabu katika ulimwengu. Kuna watu ambao wakiaga, kuna watu ambao tunafanya kazi nao, mtu akiaga mwingine alikuwa wa maana sana, mtu ambaye ni muhimu, he has so many titles. Mtu mwingine anaitwa daktari, profesa, mwingine ambassador, majina yote, lakini inakuwa reduced to only 3 letters. Wakati ambapo mtu anakufa wanaandika RIP, rest in peace. Yani all those titles zimeishia kule chini. Na ninaposoma vitabu vya roho ya unabii nasema kwamba the richest place on earth, it's under the earth, chini, kaburi. That is the most niseme kwamba where riches are, mahali ambapo kuna utajiri wa fikara, mambo ambayo hayakutimizwa katika ulimwengu huu, majuto kila aina. Kwa hivyo mstari wa pili katika Proverbs 22 inasema kwamba tajiri na maskini hukutana pamoja, lakini ukumbuke kwamba Bwana ndiye aliwaumba wote wawili. Kwa hivyo mtu anasema kwamba labda mtu aliye na busara huenda asiyapate mabaya ama asiyaone maovu, lakini mstari wa 3 unasema kwamba mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga waendelea mbele wakaumia. Yani mtu anaona shimo, mambo ambayo yanatendeka huko mbeleni ni mabaya, yeye anaelekea tu kikondoo. Kuna mnyama yule ambaye yeye anafuata kikondoo bila kuuliza maswali, bila kufikiria, huenda akajikuta pabaya, bali wajinga waendelea mbele wakaumia. Kuna mambo unayoyafanya katika maisha haya, Roho wa Mungu anasema katika Isaya kwamba whether you turn to the right or to the left, uende mbele uende nyuma, you will always hear a voice behind you saying this is the way, walk in it. Utakapoendelea kutembea, utasikia sauti nyuma yako, mbele yako, ikisema kwamba hii ndiyo njia, enendeni ama ifuateni. Kwa hivyo kila mara sauti ya Mungu inasema, mstari wa 3, kwamba mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. That's what wanakwetu walitazama wakasema kwamba enyo bana menyete. Yani kumaanisha kwamba yule ambaye anajipiga kifua kwamba mimi ni simba, mimi nitaweza kumenyana na watu, hawajaishi, they don't live for long. What happens ni kwamba wanakufa mapema na wanaacha maisha. Kwa hivyo mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. Usije ukajifanya kana kwamba ulimwengu ni wako, wewe ndiwe muumbaji, uliumba ulimwengu huu. Kwa hivyo unaona watu wengine unaona ni bure kabisa, wewe ndiwe unastahili. Ikiwa kuna wengine ambao wamepata mali, ukafikiria kana kwamba wastahili kuyapata yale mali, wewe ndiwe unastahili. Yani unajiona kana kwamba wewe ni mtu wengine, si watu. Mpendwa, nikapenda nikusihi kwamba ni heri kuchagua jina jema. How do you relate with the people? How do you behave uko mbeleni unapoingia mtandaoni? Unaongea na watu namna gani? Unapoishi na watu, unapotembea na watu popote, unaishi wewe ni mtu wa aina gani? Wakati mwingine unajua we misrepresent our God. Tunasema kwamba tunamwabudu Mwenyezi Mungu, lakini yale ambayo tunayoyatenda ni yale mstari wa 3 umesema kwamba wajinga kuendelea mbele wakaumia. Kuna mambo unajua kwamba utapenya, unaendelea, unazidi na mambo yanakuwa mabaya, unagonga mwamba. Kisha unaanza kulaumu kila mmoja isipokuwa wewe mwenyewe. That's how it ends. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri, na heshima nayo ni uzima. Mstari wa 5 unasema kwamba miiba na mitego huwa katika njia ya mshupavu, yeye aitunzaye nafsi yake atakuwa mbali nayo. Mlee mtoto katika njia mpasayo,
naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Hilo ndilo fungu langu la mwisho asubuhi ya leo, kwamba mstari wa 6 unasema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Yani mulea mtoto kwa njia inayofaa. Let me read again. Mulea mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. The result of kulea mtoto vizuri inaonekana katika maisha ya mtu. Hata akiwa mzee. If you see the way people behave now, don't blame it on them that ni sasa wamekuwa na hiyo tabia. Hiyo ndiyo njia ambayo walilewa. That is how they were brought up. Wakati mwingine unapata mtoto kama mama na baba wanapigana, hata labda msichana anashirikiana na mamake, wanamchapa baba yake viboko. Mambo kama haya tumeyaona. Kisha wanadhani kana kwamba huyu akiwa mzee atakuja kubadilika. Ikiwa kuna vijana ambao wanapiga mabibi zao, wanachapa kila mmoja, wakipata kikombe kule mlangoni wanachapa teke, mambo kama hayo, usije ukadhani kana kwamba wamejifunza haya mambo wakati ambapo wamekuwa wazee. Ni yale mambo ambao wamejaribu kujificha kwayo, lakini katika uzee wao yamejitokeza. Kwa hivyo wakati unasema kwamba ukimulea mtoto vizuri, hata katika hali ya uzeeni, atakapokuwa mtu mzima, atakapokuwa mzee, hata iacha. Kwa hivyo ndio maana unaona watu wengine walipitia shida, watu wengine ni wazuri. Usije ukadhani kwamba watu waliumbwa tu wazuri hivyo. There must be something behind whatever that is happening. Ndio maana ukiona mtu akitenda vema, don't take any kindness for a weakness. Lakini ulimwengu huu ni kwamba watu wanapokuangalia unatenda mema, unatenda mazuri, wanadhani kana kwamba you are weak. Wanasema wewe hujui, you don't know you are right. No, ni kwa sababu Mungu amekutembelea. Na ile njia ambayo you were brought up, njia ambayo ulilewa na wazazi wako, ilikuwa ya muhimu sana. Na yale ambayo umeyapitia, there is a way in which watu wamepitia mambo. Na wakati mwingine nitazungumzia kuhusu maombi. I will talk about prayer wakati mwingine, kwa sababu at times we don't mean what we pray for. We don't. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu mtu anasema kwamba Mungu nisaidie niwe mnyenyekevu. Lakini yale ambayo yanakufanya unyenyekee, itakuwa lazima upitie shida. Mungu nisaidie niwe mvumilivu. Lazima upitie kwa shida, ndiposa uwe mvumilivu. Sasa unaomba uwe mvumilivu, shida ikija, kisha unaanza kuomba Mungu nitoe katika shida. Sasa how will you be? Utakuwaje mvumilivu? Utakuwaje mnyenyekevu ikiwa hutayapitia yale? That's why I say at times we are not serious on what we pray for. Kwa sababu ikiwa umeomba kwamba Mungu nifanye niwe mnyenyekevu, utapita mahali ambapo watu wanakudharau, ambapo watu wana majivuno na kujiinua. Inafikia mahali ambapo unanyenyekea, unapitia shida ambayo inakunyenyekeza, kisha unaanza kusema Mungu nitoe kwa shida. Mpendwa, nataka niseme kwamba mstari wa 7, Proverbs chapter 22, kwamba tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Lakini la muhimu zaidi la tamati asubuhi ya leo ni kwamba yeye apandaye uovu atavuna msiba. Chapter 22 or Proverbs 22 verse 8, kwamba yeye apandaye uovu atavuna msiba, na fimbo ya ghadhabu yake itakoma. What are you planting? Umepanda nini? Swahili sema kwamba ukipanda pantosha utavuna pantoshi. Yeah. Yani kile mtu apandacho ndicho huvuna. If there is a sense in which you don't want to be treated, don't treat other people likewise. Majina yangu ni Orino Ntiri, and this is AGR News. Heri kuwa na jina jema. Your Voice Melodies. Nataka nianzishe huo wimbo vizuri.